الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة الخالدة، التي أولها آمان وأوسطها رحمة وآخرها بركة من الله تعالى. أحييكم بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tumshukuru na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii kubwa, baada ya kutekeleza fardhi ya salatu al-asri, tukatia nia. Kama kuna mtu hajatia nia, atie nia ya itikafu. Pitisha ndani ya moyo wako kuwa nimenuia kukaa itikafu katika msikiti huu. Pitisha ndani ya moyo wako. Ni neema kubwa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii. Ya kukaa itikafu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiendelea kupata thawabu kwa sababu ya nia tulizoziweka za kukaa itikafu. Wakati huo huo tupo katika kikao kitukufu mno, kikao cha ilmu, kikao cha Qur'an. Tumesomewa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumetolewa mwongozo kwamba ukisoma Qur'ani basi uombe ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akulinde kutokana na shaitani aliyefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim.
Wakati Qur'ani ikisomwa, tunatakiwa tuisikilize Qur'ani na tunyamaze ili tupate kurehemewa. Fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ni bahati yetu kubwa, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi ni'ma. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, hakika mazungumzo yaliyokuwa na ukweli zaidi ni mazungumzo yaliyomo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwongozo bora zaidi ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikao hiki cha Qur'ani ndio tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliulizwa Sayyidatuna Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, zilikuwaje tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabia zake zilikuwa ni Qur'ani. Alijibu hivyo Bibi Aisha, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama wa waumini, kana khuluquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Inavyoelekeza Qur'ani, inavyoamrisha Qur'ani, inavyokataza Qur'ani, miongozo inayotolewa na Qur'ani, maelekezo yanayotolewa na Qur'ani, mafundisho yanayotolewa na Qur'ani, ndio maisha ya Mtume Muhammad. Ndivyo alivyokuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi Qur'an. Ni kikao kitukufu mno. Tufahamishane tuko kwenye kikao cha namna gani, ili kikao hiki tukitendee haki. Masahaba Mwenyezi Mungu awe radhi nao wote, hali zao katika kuizingatia Qur'ani masahaba
walikuwa wakizingatia Qur'ani usiku. Wakiamka asubuhi, mchana, popote pale wawapo, wanaitekeleza Qur'ani, wanaishi Qur'ani, walishaizingatia usiku. Na Qur'ani hii yataka kuzingatiwa. Na sisi kidogo tunachokipokea hapa tukizingatie. Na tubadilike. Tutabadilika endapo tutakuwa ni wenye kuzingatia. Masahaba walikuwa wakijifundisha ilmu, kujifundisha kutokana na Qur'ani. Hatua inayofuata ni kuifanyia kazi kivitendo. Kuifanyia kazi kivitendo. Mwenyezi Mungu atufahamishe. Ihtimamu yao ilikuwa ni ya hali ya juu sana. Wakijifundisha aya 10, kuzielewa, kuzifanyia kazi, ndio kuchukua zingine. Ni himma ya hali ya juu sana. Himma ya hali ya juu sana. Ndio kikao chetu ambacho Mwenyezi Mungu ametuwafikia, tumekaa katika kikao kama hiki. Allahumma allimna ma yanfa'una. Mwenyezi Mungu, tujuze yale yatakayotusaidia, yale yatakayotunufaisha. La ilma lana, sisi hatuna ilmu, illa ma allamtana, isipokuwa ilmu ambayo utakayotujuza, utakayotufundisha. Innaka antal alimul hakim, hakika wewe Mwenyezi Mungu ni mjuzi, wewe ni hakimu, hukosei katika mambo yako. Naam. Tukumbushane yatokanayo na darsa la jana. Katika darsa la jana kwa wale waliokuwa wakifuatilia, tulikuwa tukikariri ad-dinu kulluhu tauhidun, dini yote ni tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukajifundisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mtoaji, na akitoa hakuna yoyote wa kuzuia kile alichokitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
yeye ndo almani, mwenye kuzuia. Akizuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna wa kutoa kile alichokizuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio an-nafi', mwenye kunufaisha, lakini pia yeye ndio ad-dar. Kwa hiyo yatokanayo na darsa la jana, ma yu'khadhu wa ma yusafat, ni kwamba Mwenyezi Mungu akitupa mtihani wa madhara, hakuna yoyote mwingine wa kuyaondoa madhara hayo isipokuwa yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituneemesha, akitupa neema, basi yeye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza, kwamba neema hiyo inatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake matukufu anatufahamisha kwamba kila kitu kina hakika, kila kitu kina hakika. Likulli shay'in haqiqatun, wama balagha abdun حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. hakufikiria mja uhakika wa imani, hakufikiria mja katika daraja ya kuwa imani yake ina uhakika, kwa sababu likulli shay'in haqiqa, hatta ya'lama anna ma asabahu, mpaka ajue anna ma asabahu, kuwa lile lililomsibu, ufukara uliomsibu, maradhi uliomsibu, shida uliomsibu, matatizo uliomsibu, lam yakun liyukhti'ahu, halikuwa ni lenye kumkosa. Wama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, na kile kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. Imani yako ikiwa katika kiwango hicho, basi umefikiria daraja ya kuwa imani yako ina uhakika. Imani yako ina uhakika. Umenusurika kugongwa na pikipiki na gari, umenusurika kutumbukia, sawa, kwenye shimo refu, unatakiwa uwe na yakini kwamba hili halikuwa ni lenye kunipata mimi. Umepatwa ni maradhi, umepatwa ni mtihani, umeharibikiwa,
unatakiwa uyapokee hayo kwamba lam yakun liyukhtiaka, hilo halikuwa ni lenye kukukosa. Sasa darasa letu la Qur'ani litusaidie sisi kuzidisha imani mpaka imani zetu zifikie kwenye daraja ya haqiqatul iman, haqiqatu al-iman. Hata watu wanakusikitikia, wanakuhuzunikia, halafu baadaye wanastaajabishwa na uimara ulionao, uimara ulionao. Watu wanaona umepatwa na jambo kubwa. Kwa ukubwa wa jambo hilo hawatarajii kukuona ukiwa mtulivu. Na wewe ndio akupewa pole. Lakini kwa nguvu ya imani ulionayo unakuwa tena ndio mwenye kuwaelekeza kwamba haya yapo. Naam. Tumeona tutangulize utangulizi huu ili kuandaa na kuwatayarisha. Tukipata aya moja tulikuwa hatuijui, basi tuna kazi ya kuifanyia kazi aya kama ile. Na aya ya mwisho ambayo tuliishia jana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ishilie mwisho kabisa pale, wa innani bari'un mimma tushrikun, wa innani bari'un mimma tushrikun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa ni mfano, anakuwa ni uswa, anakuwa ni ruwaza njema kule kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Wa innani, na hakika yangu mimi, bari'un, ni mwenye kuepukana. Afahamu, ni mwenye kuepukana kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chochote. Mimi ni mwenye kuepukana, niko mbali, mimma, kutokana na masanamu ambayo tushirikuna, namshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Na siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama